Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako. Peke yako una uwezo wa kumpa mtu uzima baada ya kufa kwake. Tunakuomba umuondolee mtumishi wako Dismas Obule Oguti dhambi zake zote, ili yeye aliyesadiki katika ufufuko wa Kristo wako aungane nawe wakati wa kufufuka kwake akiwa mtukufu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Kitabu cha nabii Ezekieli mlango wa 34 mstari wa kwanza hadi 11. Neno la Bwana lilimjia ikisema, mwana wa mtu, utoe unabii juu ya wachungaji wa Israeli.
utowe unabii ukawaambie wale wachungaji, Bwana Mungu amesema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojichunga wenyewe. Je, wachungaji si wanapaswa kuwachunga kondoo? Lakini ninyi mmejilisha maziwa na kujivika sufu yao. Mmewachinja kondoo walionona, wala hamkulichunga kundi la kondoo. Hamkuwatia nguvu waliokuwa dhaifu, hamkumtunza yule aliyekuwa mgonjwa, hamkumfungia vitambaa yule aliyevunjika, hamkumrudisha yule aliyebaki nyuma, hamkumtafuta yule aliyepotea. Bali mmewatawala kondoo kwa nguvu na ukali. Nao wakatawanyika kwa kuwa wamekosa mchungaji, wakawa chakula cha wanyama wote wa porini. Kondoo wangu wakatangatanga katika milima yote, katika vilima vyote virefu. Kondoo wangu wakatawanyika juu ya uso wote wa nchi. Hakuna mtu aliyeuliza habari yao, hakuna mtu aliyewatafuta. Basi enyi wachungaji, sikilizeni neno la Bwana. Hakika kama ninavyoishi, asema Bwana Mungu, kwa kuwa kondoo wangu wamekuwa mawindoni, wakawa chakula cha wanyama wote wa porini, sababu wamekosa wachungaji. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ee Bwana. Mathayo sura ya 20. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu: Ufalme wa mbinguni umefanana na mwenye shamba
aliyetoka mapema asubuhi kwa ajili vibarua waende katika shamba lake la mzabibu. Alipatana na vibarua kuwalipa dinari moja kutwa. Akawatuma katika shamba lake la mzabibu. Mnamo saa 3 akatoka tena katika shamba lake la mzabibu. Akawaona wengine wamesimama sokoni bila kazi. Akawaambia, nanyi pia nendeni katika shamba langu la mzabibu, nami nitawalipa iliyo haki. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya kama kwanza. Hata mnamo saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama pale. Akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kufanya kazi? Wakamjibu, kwa sababu hakuna aliyetuajibu. Akawaambia, nanyi pia nendeni katika shamba langu la mzabibu. Jioni bwana wa shamba la mzabibu akamwambia msimamizi wake, waite vibarua uwalipe ujira, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Basi walipokuja wale walioajiriwa mnamo saa 11, walipokea kila mmoja dinari moja. Hatimaye wakaja na wale wa kwanza wakidhani watapata zaidi, lakini hata wao wakapata kila mmoja dinari moja. Walipokea, lakini walimnungunikia mwenye shamba, wakasema, hao wa mwisho wamefanya kazi saa 1 tu, nawe unawatendea sawa na sisi tuliovumilia taabu na hali mchana kutwa? Naye akamjibu mmoja wao akasema, rafiki yangu, sikudhulumu. Je, hukupatana nami kwa dinari moja? Chukua iliyo yako uende, maana napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Je, sina ruhusa kutumia mali yangu jinsi nipendavyo? Au jicho lako ni ovu kwa kuwa mimi ni mwema? Hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Injili ya Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Kwa maneno haya Injili dhambi zetu ziondolewe. Kole kilitwa akidarabu che. Kimamyo kipata choikina. Kimamyo kipata kichororu che. Kimamyo kipata kidarabu che. Ekari katoda elepe. Kama hutaki kujichunga, hutaki kuchunga wengine, hutaki kuwashauri wengine, Mungu mwenyewe atachunga watu wake. Kwa sababu gani? Bwana ndiye mchungaji mwema. Na Bwana ambaye ni mchungaji mwema anafanya kazi ya uchungaji kupitia kwa wengine. Ndio sababu sisi sote, hakuna mtu amemwona Mungu kwa macho yake. Tunamuona Mungu kwa ishara ambazo ametupatia, na tunakubali ishara hizo. Basi jambo la pili ni kwamba tukubali yenye Mungu anataka. Mungu akisema hivi, kubali. Mungu akisema vile, kubali. Hapana pingana na Mungu. Tukubali kila ambacho Mungu anasema na Mungu anataka. Tukikubali kila ambacho Mungu anasema na Mungu anataka, tunakuwa wachungaji wema. Tutachunga wengine, tutajichunga sisi wenyewe, na Mungu atatuchunga sisi sote. Atatuchunga sisi sote. Hata mbele ya mauti bado Mungu atatulinda. Hata mmoja wetu akichukuliwa, Mungu atamlinda aendapo, na Mungu atawalinda wanaosalia.
Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Sijajua huyu mjana anaitwa nani? Sijaona jina lake hapa. Eka kutoka ngai. Hii kadi ya mtu anaitwa Dismas Ogule Oguti. Inaweza toa ndipo. Mama ikiro kabisa kanini. Tunafanywa kwa wachungaji wote katika sakramenti ya ubatizo. Tunapobatizwa tunapakwa krisma na kuambiwa ya kwamba sasa mumekuwa viungo vyake Kristo, kuhani, nabii na mfalme. Kama kuhani, mujitolee kwa ajili yenu na mujitolee kwa ajili ya wengine. Mkristo aliyebatizwa, vitu vya Mungu visiharibike mikononi mwako. Mama kitoli kiboreka katoda, mama nyeki ni boreka katoda kiwoni akanini koro. Irauyo lokachukuru. Is that the word? Yes, kupitia kwa sakramenti ya ubatizo. Tunapakwa mafuta ya krisma na tunaambiwa mumeunganika na taifa lake Mungu kama kuhani, nabii na mfalme. Kama kuhani ndio nani? Lokapolo. Ujitolee mwenyewe na ujitolee kwa ajili ya wengine. Kwa sadaka ambayo Mungu amekupatia, uijitumie na ujifanye sadaka na uwafanye wengine pia kuwa sadaka. You can only earn this kingdom by sacrificing yourself and teaching others also to be a sacrifice. Husbands, sacrifice yourself for your wives. Wives, sacrifice yourself for your husbands. Parents, sacrifice yourself for your children. Children, sacrifice yourself for your parents. Therefore, a teacher is a wise person. He is not an otherwise. Good morning, class. Good morning, Father. You get my Kiteso English? Yes, Father. A teacher is not otherwise. A teacher is wise. Mwalimu, how do you feel? And I always pray, my Lord God, model me to the example of the teacher of faith. A teacher of faith, a teacher of love, a teacher of charity, a teacher of equity, a teacher without discrimination. Tumsifu Yesu Kristo. Are you teachers? Yes. Are you teachers? Yes. Maintain being good teachers. Maintain being good teachers. It's very easy to preach to teachers because they easily understand. They are the ones who can easily say, "Hey Father, si dhubutu uingie katika dari yangu, lakini sema neno moja tu na mtumishi wako ataelewa." Na mtumishi wako atafanya nini? Ataelewa. A teacher is the one who understands faster. Very fast. Very fast. Very fast. And as I say, I repeat myself, woe to you teachers if you never receive the kingdom of God in heaven. You have been given everything more than others to go to heaven. Knowledge, systems, formulas, eloquence, and everything. It belongs to you from God our Father.
One of the titles the disciples and apostles referred to Jesus was teacher. Another synonym for teacher is master. Master, teacher. Teach us how to pray the way John the Baptist taught his apostles to pray. Then the teacher began, when you pray, he doesn't say, teach us to pray. Then he began and say, our Father. He says, you see the language of a teacher. When you pray, say. Say. So, if you are a child of a teacher and you don't know how to speak, you are a wrong shepherd. Iko kuke mwalimu mamke jene jori. Iko ke mwalimu mamke jene jori. Iko ke mwalimu mamke jena kinapenaga. Iko ke mwalimu mamke longi. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, wakati ambao unataka nikabidhi familia zetu mikononi mwako. Hakika Baba, tumelelewa na mzigo katika familia zetu na changamoto ambayo hatuwezi sisi kama wanadamu. Tunakuomba Baba mwema, tukinyenyekea wewe uliyeanzisha familia takatifu, ya kwamba utusaidie kubeba msalaba zetu ambao Baba imetufanya sisi tuone ya kwamba hatuwezi kama watu. Wewe tu ndio Mungu wetu ambaye tunaweza kumkimbilia na kumletea mzigo zetu katika familia zetu. Utusaidie mikononi ya watesi wetu ambao wameinuka juu ya maisha ya watu wako. Utusaidie Mungu wetu, unapotujazia neema na hekima, hakika Baba mwema tutashinda. Bwana tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tazama Yesu, nikiwa nyingine na kuja mbele zako, nikiombea wenye shida mbalimbali. Niombe langu Mungu wangu, nikiombea kwa njia moja ya kipekee, ukaanze kuwasaidia wanapopitia changamoto hapa na pale, wakutumainia wewe na wasianguke kiimani. Bwana tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya walimu ambao ni wachungaji wema. Mungu wetu ajabu, tunakushukuru kwa ajili ya uhai wa bure ambao umetupa sisi wanao. Tazama mtumishi wako Dismas ambaye nimemwita, ambaye ni mwalimu, mwana wa Mungu, alikuwa mchungaji mwema. Kwa hivyo nakuomba ya kwamba kupitia kwa hii misa takatifu na pamoja na maisha yake, kwamba mwana wa Mungu tutaweza kujaliwa walimu wengi ambao wataweza kukuza wanafunzi pamoja na watu wote kwa jumla, ili mwanga wa Mungu pamoja na ya hii dunia iweze kuwa nasi. Bwana tunakuomba. Ulimjaza neema yako ili yale yote anayotoa kama mahusia na mafundisho yasiwe na dosari. Mwanao Yesu Kristo alipofika kiwango cha kuonyesha umungu katika ulimwengu mzima, aliutenda kwa hekima, hatimaye akatambuliwa kuwa mwalimu mkuu. Jalia kwa maombezi yake sala zetu zitufae sisi na zifae mtumishi wake huyo Dismas, tukiomba kwa imani tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
apate msamaha wa dhambi, afurahi daima pamoja na watakatifu wako na akusifu milele wewe uliye mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kubwa tukisema: unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata machweo yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili vitakazo upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Lele fumbo la imani. Mbinguni tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii ya uhai mtakatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kumtambua aliye kafara, ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Tujalie sisi tunatoa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wako huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zao. Tunakuomba Bwana, wewe aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Marko, na maaskofu wote, wakilelo wote, na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako kusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Dismas Oguti uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake. Siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini, hapo utawafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote waliaga dunia wakiwa wamempendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kuona Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amina. Tunakuomba kwa unyenyekevu ili kwa njia ya mateso ya mwanao mtumishi wako Dismas Obulo Oguti afunguliwe vifungo vya dhambi, apate kufika kwako kwa furaha kubwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wale wamenyamaza nyamazeni tu, hata kama mtaji aende mbinguni.
nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 la mbinguni li wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 la mbinguni li wazi. Kila mtu apitaye ana majonzi tena. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 la mbinguni li
wazi, tukipita lango hili tutatua mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Likifungwa mara moja halitafunguliwa. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Ndugu tuingie, lango halijafungwa. Likifungwa mara moja halitafunguliwa. Lango